Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 5 ya Kwaresima mwaka A wa kiliturujia katika kanisa. Katika Dominika hii kuna mambo makuu mawili ya kuzingatia. Kwanza kabisa, kadiri ya utamaduni na mapokeo ya kanisa, Dominika hii misalaba inafunikwa mpaka Ijumaa Kuu wakati wa adhimisho la mateso ya Kristo, na sanamu zinafunikwa mpaka wakati wa maadhimisho ya Vijili vya Pasaka. Pili ni adhimisho la takaso la tatu na la mwisho kwa wakatekumeni watakaobatizwa mkesha wa Pasaka. Na fundisho kuu ni kuwa kwa ubatizo tunakufa kuhusu dhambi na kufufuka pamoja na Kristo, kama inavyofundisha katekisimu ya Kanisa Katoliki ikisema hivi: ubatizo ni sakramenti ya kwanza na ya msingi ya ondoleo la dhambi inayotuunganisha na Kristo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu, aliyefufuliwa tupate kuhesabiwa haki, kusudi vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa maisha. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 977. Hivyo kwa ubatizo tunapata uzima wa kiroho ndani mwetu na kuokolewa kutoka utumwa na hila za Ibilisi. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa mwanzo inasema hivi: E Bwana, unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki, uniokoe na mtu wa hila asiye haki, kwa kuwa wewe Mungu ndiwe uliye nguvu zangu. Na mama kanisa katika sala ya mwanzo anasali hivi akituombea: E Bwana Mungu wetu, tunakuomba utusaidie tuwe na mapendo kama ya mwanao aliyeipenda dunia hata akajitoa auawe kwa ajili yake. Somo la kwanza la kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 37 aya 12 hadi ya 14. Nabii Ezekieli anauelezea uhamisho wa Babeli kwa Waisraeli kama kifo na maziko ya taifa teule kwa dhambi zao, lakini kule kutambua makosa yao, kuyatubu na kumlilia Mungu akiomba huruma yake, Mungu kwa huruma na upendo wake alisikia kilio chao, akawasamehe maovu yao na kuwapa habari ya matumaini ya kutolewa katika makaburi yao, kutolewa utumwani na kurudishwa tena katika nchi yao. Utumwa na ukombozi wa Israeli unakuwa ni fundisho kwetu kuwa tunapotenda dhambi tunakuwa kama wafu ndani ya makaburi, kwani dhamiri na nafsi zetu zinakuwa chafu, mfano wa uchafu ulio ndani ya kaburi. Kutubu dhambi zetu ni sawa na kufufuliwa na kuvalishwa utu upya. Ni katika muktadha huu Zaburi ya wimbo wa katikati inasema hivi: E Bwana, toka vilindini nimekulilia. Bwana, usikie sauti yangu. Masikio yako na yasikie sauti ya dua yangu. Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, E Bwana, nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Nimemngoja Bwana, roho yangu imemngoja, na neno lake nimelitumaini. Nafsi yangu inamngoja Bwana kuliko walinzi waingojavyo asubuhi. E Israeli, umtarajie Bwana, maana kwa Bwana kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Yeye atamkomboa Israeli na maovu yake yote. Zaburi ya 130. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 8 hadi ya 11. Ujumbe ni huu: shauku ya dhambi hutokana na mwili, na matendo mema yanayompendeza Mungu hutokana na Roho Mtakatifu tuliyempokea kwa njia ya ubatizo. Basi tunaalikwa tumfuate Roho huyo ili tumpendeze Mungu, tupate kustahilishwa utukufu wa ufufuko siku ya mwisho, tukiwa watu wapya. Na ikitokea tumetenda dhambi, tunaalikwa tuikimbilie mara moja na haraka sakramenti ya kitubio kuomba msamaha. Ni katika muktadha huu mababa wa kanisa wanaiita sakramenti hii ubatizo wa taabu, wakisema kuwa kwa ajili ya wale walioanguka dhambini baada ya ubatizo, sakramenti ya kitubio ni ya lazima kwa uongofu, kama ulivyo ubatizo wenyewe kwa ajili ya wale ambao hawajabatizwa kwa mara ya pili. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 980. Injili ni ilivyoandikwa na Yohane sura ya 11 aya kwanza hadi 45. Ni simulizi la kufufuliwa kwa Lazaro. Tukio hili limebeba uhalisia wa mambo mengi tunayokumbana nayo katika maisha ya kila siku. Urafiki wa kweli unaojidhihirisha katika urafiki wa Yesu kwa Maria, Marta na Lazaro. Thamani ya uhai wa mwanadamu katika hali zote, ikiwemo ugonjwa na kifo, uchungu, huzuni na kilio, sababu ya magonjwa na kifo, maziko na maondoleo ya wapendwa wetu wanapokufa, kiri ya imani kuhusu ufufuko na maisha ya uzima wa milele,
na nguvu ya sala ya mtu mwenye imani thabiti. Licha ya kuwa kifo kinatisha na kuogopesha kwa kutunyang'anya uhai, tunu aliyotujalia Mwenyezi Mungu, lakini kwa imani tunasadiki kuwa kifo si mwisho wa maisha, bali ni daraja la kuelekea uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo aliye ufufuo na uzima. Katekisimu ya Kanisa Katoliki inafafanua hili fundisho la kiimani kuwa kanuni ya imani ya Kikristo huhitimishwa na tangazo la ufufuko wa wafu siku ya mwisho na katika uzima wa milele, namba 988. Tunasadiki kwa uthabiti na pia tunatumaini kwamba kama vile Kristo alivyofufuka kweli kutoka wafu na anaishi daima, vivyo hivyo wenye haki baada ya kifo chao wataishi daima na Kristo mfufuka, naye atawafufua siku ya mwisho. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 989. Lakini licha ya kuwa mbele ya kifo fumbo la hali ya kibinadamu la kuwa kubwa sana, kwa namna moja kifo cha mwili ni kawaida, lakini kwa imani kifo ni mshahara wa dhambi. Ndivyo inavyofundisha Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1006. Kwa dhambi ya asili, dhambi ya Adamu na Eva kukosa utii kwa Mungu, kifo kiliingia maisha kama adhabu. Lakini kwa mateso, kifo na ufufuko wa Kristo, kifo sio tena adhabu, bali ni njia ya kufikia uzima wa milele. Utii wa Yesu uligeuza laana ya kifo kuwa baraka. Kwa sababu ya Kristo, kifo cha Kikristo kimepata maana nzuri. Ndiyo maana Mtume Paulo anasema hivi: kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni zaidi. Wafilipi sura ya 1 aya 21. Hili ni neno la kuaminiwa, kwa maana tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Waraka wa pili kwa Timotheo sura ya 2 aya 11. Upya huu wa kifo cha Kikristo umejikita katika sakramenti ya ubatizo. Kwa ubatizo, Mkristo tayari amekufa pamoja na Kristo kisakramenti ili kuishi maisha mapya, na kama tunakufa katika neema ya Kristo, kifo cha mwili hutimiliza kufa pamoja na Kristo, na hivyo hukamilisha kuingizwa kwetu ndani yake katika tendo la ukombozi. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1010. Hivyo kwa wale wanaokufa katika neema ya Kikristo, kifo ni ushirika katika kifo cha Bwana ili kuweza kushiriki pia ufufuko wake. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1006. Hili ni fundisho la kiimani, nasi tunasadiki kwa ufufuko wa kweli wa mwili huu ambao tunao sasa, kuwa hupandwa kaburini mwili wa uharibifu, hufufuka katika kutokuharibika mwili wa roho. Ni katika tumaini hili Mkristo anayeunganisha kifo chake na kifo cha Yesu anakiangalia kifo kama safari ya kumwelekea yeye na kuingia maisha ya milele. Ndiyo maana kanisa linapotamka kwa mara ya mwisho maneno ya msamaha wa maondoleo ya dhambi kwa Mkristo anayekufa, likimpaka kwa mara ya mwisho mpako wenye kutia nguvu na kumpa Kristo, yani Ekaristi Takatifu, ushirika mtakatifu wa kufani kama chakula cha safari, linatamka maneno haya ya matumaini likisema: ondoka roho ya Kikristo kutoka ulimwengu huu, kwa jina la Mungu Baba Mwenyezi aliyekuumba, kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, aliyekufa msalabani kwa ajili yako, kwa jina la Roho Mtakatifu aliyemiminwa ndani yako. Chukua nafasi yako leo kwa amani na yaweke makao pamoja na Mungu ndani ya Sayuni takatifu, pamoja na Bikira Maria mama wa Mungu, pamoja na Mtakatifu Yosefu, malaika na watakatifu wote wa Mungu. Urudi kwa muumba wako aliyekutengeneza kutoka vumbi za dunia, wewe ambaye roho yako itatoka mwilini mwako. Maria mtakatifu, malaika na watakatifu wote waje kukulaki, nawe ujaliwe kumwona mkombozi wako uso kwa uso. Amina. Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1020. Tukiwa na tumaini hili, tunapokaribia kuadhimisha fumbo la ukombozi wetu, tumruhusu Yesu aingie na tumpatie nafasi akae ndani mwetu kwa neno lake na sakramenti zake. Tujenge urafiki naye katika taabu na raha. Tuthamini maisha yetu na ya wengine. Tuone uchungu pale tunapoona mwenzetu ananyimwa haki ya kuishi kwa namna yoyote ile,
na kumtetea. Tutumie vyema muda uliobaki kabla ya Pasaka, tumlilie Mungu kwa huzuni kuu, tuone uchungu wa dhambi zetu, atutakase na uovu wetu, ili tuweze kuisherekea Pasaka kwa moyo safi. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa katika sala ya kuombea dhabihu anasali hivi: E Mungu Mwenyezi, utusikilize sisi watumishi wako uliotujalia kujua dini ya Kikristo, ututakase kwa sadaka hii. Na katika sala baada ya komunyo anasali: E Mungu Mwenyezi, tunakuomba tuwe tumeungana naye daima, yeye ambaye tunashiriki mwili na damu yake, na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani ni mimi Padri Paskali Irondo. Nimekute